Ikiwa Azimio kweli wana mambo, swali nyeti ni kwamba je, Septemba mwaka jana tarehe 13 kule Kasarani mchana mbele ya Chief Justice, mbele ya viongozi wa kidini, mbele ya ulimwengu mzima, mbele ya marais kutoka nchi mbalimbali, mwenyekiti wa Azimio ambaye ni Uhuru Kenyatta alijipeleka kule Kasarani na akapeana mamlaka na ile sword ya mamlaka na authority yote akapeana kwa William Samoei Ruto. Sasa wewe unalaumu William Samoei Ruto, unamuuliza maswali, lakini mwenyekiti wako ndio alipeana mamlaka na kila kitu kwa William Samoei Ruto. Mbona haumuulizi, je, mbona haukunipatia vile vifaa ukampaana kwa Ruto? Na ni kwa nini alifanya hivyo? Uhuru alifanya hivyo kwa sababu alijua kwamba kulingana na katiba na kulingana na matokeo ya IBC na wamemaliza mambo yote kupitia kwa Supreme Court, Uhuru alijua kwamba kulingana na katiba na mbele ya Mwenyezi Mungu na kwa kimataifa, yule ambaye sasa ametambuliwa kama mshindi wa uchaguzi wa Kenya ni William Samoei Ruto na si Raila Odinga. That is the truth of the matter. Kwa hivyo vile nilisema, Raila usituletee. Wewe uliza bosi wako ni kwa nini alimpasha William Samoei Ruto vile vifaa. That is the question at hand. Na hapa tunataka tufufue uchumi. Na Mheshimiwa William Ruto amemchukua ndugu yetu hapa kama PS katika transport. Na Mheshimiwa Wajombo amezungumza hapa. Mimi nataka niwaambie, hauwezi ukazungumza mambo ya privatization ama kuleta investors katika port ama kuleta katika sekta ya uchukuzi bila PS huyu kujua na kuhusika na kukaa kwa zile mikakati. That means anything to do with investor configurations that will have to come in the sector of transport. Mtoto wa pwani yuko ndani katikati. Kwa hivyo I do not see anything going wrong. And this is a knowledgeable person, namfahamu. He will analyze what is on the table and he will know what is good for coast and what is good for Kenya and what is not good for coast and what is not good for Kenya.